Mwanaume, kama hutaki kuharibu maisha yako, epuka aina hizi za wanawake. Ex wako kama alikuacha mwanzo, atakuacha tena, kwa sababu historia huwa inajirudia. Namba 2, ex wa rafiki yako au wa ndugu yako. Utakapovuka tu huo mstari wa kujiweka karibu na yule ex wake, kwanza utampoteza huyo ex na utaharibu uhusiano ulionao wewe na ndugu yako au na rafiki yako. Kwa hiyo utapoteza vyote na utapata chochote. Namba 3, wanawake wale wapenda pati sana, kila siku usiku wako night club, viwanja vyote hapo mjini wanavijua, au waepuke, au hawakufai, au wanatakiwa wabaki huko huko kwenye mapati yao, au ni wanawake wa usiku, sio wanawake wako brother, utawaweza. Namba 4, mfanyakazi mwenzio. Hapo ofisini ndio kuna wanawake wazuri unawatamani, ndio, lakini kaa nao mbali. Ukideti nao wao ni sawa na kuchanganya mshahara na mapenzi, na lazima utapoteza vyote. Na kama una mpango wa kudeti naye, basi ujue bado kidogo tu unaelekea kupotea. Mfanyakazi mwenzio kaa naye mbali. Namba 5, singomaza. Kaa mbali na masingomaza, kwa sababu walishachagua mwanaume mwingine na huyo mwanaume akafeli. Wewe kwenda pale ni kwenda kurithi makosa ya huyo jamaa ambaye alikuwa amefeli. Kwa nini urisi makosa yake na kati wanawake wako wengi tu? Hebu focus na wanawake wengine. Masingomaza achana nao, utowaweza. Washaumizwa, washadanganywa, washapitia mambo kibao ambayo wewe ukiingia hapo, maana yake ni lazima uanze kuyafiksi na uende akakushinda akakuharibu tu wanaume wako. Namba 6, attention seeker. Hawa ni wale wanawake wa mitandao, muda wote amejiselfie, muda wote kaonyesha matako, kaonyesha maziwa, muda wote kashare mambo yake mtandaoni. Hao ni wale wanawake ambao wanapenda sana kusifia kwenye mitandao, wanapenda likes, comment, yani wanapenda ile attention watu wanaowapa sifa kibao. Huyo umwezi brother, huyo ni mwanamke wa mtandao. Mwanaume wake yeye ni mtandao, sio wewe. Huyo hata ufanye nini hataona, kwa sababu ashazoea huko mitandaoni, atakusumbua, chana naye. Namba 7, mwanamke mwenye marafiki wa kiume. Wewe hapo ni plan B bro, sawa Kuna mshikaji hapo pembeni katika hao marafiki zake, anavizia tu huyo demu ateleze, anavizia huyo demu agombane na wewe, na huyo demu naye anajua. Kwa hiyo kuna viburi vingine atakuwa anakuletea, kwa sababu anajua tayari kuna muuni yuko mahali amekaa, yuko rada hivi anamsikilizia, si umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo msingetakiwa hata muingie katika ugomvi, au vio ugomvi vitakuwa ugomvi kwa sababu au marafiki zake wanampa kiburi. Usiingie kwenye hiyo pembe tatu, kaa mbali. Ukishaanza kuonyesha si yule rafiki yangu si nini wanachati naye anakuambia ni best yangu, kaa mbali, afai huyo, achana naye. Namba 8, wanawake wanaojiita mafeminist. Ni wanawake ambao ukiwasikiliza hivi utaweza kuhisi labda wanapambania haki za wanawake, usawa si nini, lakini uhalisia wao hawataki usawa, kwa sababu wanataka usawa tu kwenye vitu ambavyo vinawapa wao faida. Wataharibu nafsi yako huku wakikuchekea. Wale hawataki usawa, wanataka kukontrol, wanataka kukuendesha, wanakufanya taka wewe uwe punda. Nao mbali mafeminist. Ukishasikia analeta stories za ufeminist 50-50 ya nyoko, kaa nao mbali. 50-50 ukiwachunguza wanataka kwenye vitu ambavyo vinawapa wao faida. Nenda nao restaurant, nenda nao hotelini, agiza msosi, gawaneni bili uone sura yake inapokuwa. Lakini kwenye kumhudumia anataka 50-50. Chana nao wao bro, taumia. Na mwisho wanawake ni wale wanawake ambao wameshaharibika sana. Kuna wanawake ambao walifanya maamuzi mengi ya ovyo ovyo hapo nyuma, wakawa na watu fulani wa ovyo ovyo, na wale watu wakawaharibu. Unakuta mwanamke anaanza kuambia mimi siamini mapenzi, wanaume ni mbwa, sijui nini na nini. Brother, wewe kujiingiza hapo inabidi ukasome kwanza utherapist, sawa uwe therapist, ili uanze kuanza kumfanyia counseling, uanze kumwelekeza, uanze kumrudisha moyo wake ili aweze kukupenda tena. Hiyo kazi brother, focus kwenye kutafuta hela, kwa sababu kumrudisha huyo mwanamke kwenye mstari haitokusaidia. Anaweza akarudi na anaweza asirudi, na hata akirudi anaweza akarudi akachana na wewe, kwa sababu ataona wewe umekuwa controlling. Kitu kidogo tu anaona kama unamcontrol, kitu kidogo anaona kama unamnyanyasa, kwa sababu ameshaharibika, hana imani tena. We ni nani urudishe imani? Kama kawaida, hapa ni Babu 2050 ambaye nakufundisha vitu ambavyo
ulitakiwa kufundishwa na baba yako.